taifa kwa jumla, nadhani tunastahili kujikumbusha tena umuhimu wa aina zetu mbalimbali za elimu na mkazo wetu mbalimbali wa elimu. Nilijitahidi sana kuwaomba wataalamu wetu wa elimu waipe elimu yetu na hatua zake mbalimbali umuhimu unaostahili. Bila hivyo tutapoteza fedha, tutapoteza wakati, tutajivunja moyo, kwa sababu tunatoa mkazo katika elimu ambao haulingani na mahitaji yetu. Sasa hivi nchini kuna demand kubwa ajabu ya elimu ya sekondari, kubwa ajabu. Nasikia wilaya zingine wana mipango watafungua tatu elimu za sekondari. Wanafurahi kabisa, wenyewe wanaona wanafanya jambo la ajabu kabisa na kufungua secondary school 3, wengine 4. Kuna mashindano ya ajabu mazuri lakini ni mashindano ya pupa bila kufikiri sana. Pupa tu bila kukaa na kufikiri maana yake nini, unasema nini, elimu hii unayoisema hasa maana yake nini na hatima yake nini. Na ukikaa na kufikiria sana ni escapism. Sikukabili kweli, sikulitazama tatizo letu la Tanzania la elimu na maendeleo ukasema tunahitaji elimu hii kwa sababu bila hii hatuna maendeleo. Si maana yake ni elimu ya ukimbizi kabisa. Pamoja na viongozi wa serikali na professionals hawa wa elimu wanatuongoza katika elimu ya ukimbizi, ya kukimbia matatizo. Si elimu ya kutatua matatizo, hapana. Ni elimu ya kukimbia matatizo. Ni elimu ya kutukimbia tutoke vijijini. Hawatupi elimu turudi vijijini, tukae vijijini na kubadili mazingira yetu yale ambayo haturidhiki nayo, tuyabadili kwa sababu ya elimu tuliyopata. Hapana, elimu wanayotupa ni ya kukimbia. Marehemu Karume alikuwa elimu yake ilikuwa ndogo maskini. Alikuwa ananiambia, lakini mwalimu, elimu hii mnayowapa vijana hawa yote ya kwenda maofisini na tuwape meza, mwalimu, tutafuta miti Tanzania. Azuri mwalimu, tutafuta miti, meza tutapata wapi meza nyingi? Sasa alikuwa na exaggerate, lakini niliwahi kusikia Marekani mmoja anasema exaggeration is the art of teaching. Sasa lakini anafanya alikuwa na pointi. Tunaelimisha watu kwenda maofisini. Tumeharibu kabisa mawazo ya watu wetu juu ya elimu. Na viongozi wa mawazo haya ni wasomi. Viongozi wa mawazo haya kupotosha katika jambo la elimu ni wasomi. Kwa hiyo anakujia mtu, mwalimu, mwanangu ameshindwa. Sasa sijui nitafanya nini. Nasema mwanangu ameshindwa, sasa sijui nitafanya nini. Mchukue. Nasema nimchukue nimpeleke wapi? Mimi nimchukue nijiingize katika kubeba wakimbizi wanatoka Butiama hapa. Nibebe wakimbizi kutoka Butiama, kila nikitoka Butiama na kundi la wakimbizi. Asema naenda naye mwalimu. Hata mpe kazi yoyote tu, hata ya kusafisha madirisha ofisini kwako. Mimi na madirisha mangapi hayo? Sasa nasema, jamani, hivi ndivyo elimu hii tunayoitoa ya ukimbizi. Na si Tanzania peke yake, ni hizi nchi zinaita third world zote kabisa. Kijana wetu hii wa secondary akipata elimu yake ile jinsi mlivyompa, akibaki Butiama ni liability. Ni liability kabisa kwa mama yake, kwa shangazi yake, kwa kila mtu. He can't work. Hakufundishwa kufanya kazi.
Kwa hiyo pale kijijini anakuwa ni tatizo kubwa. Mtu amesoma miaka 11, 12, lakini kijijini ni tatizo kabisa kwa sababu ya aina ya elimu aliyopewa. Hapa Tanzania elimu tunayopata, elimu kubwa kupita zote, ni ile ambayo tumeipa jina la kweli kweli, elimu ya msingi. Na tumelipa jina hasa la kweli kabisa, elimu ya msingi. Ndio msingi wa elimu yetu. Sasa msingi hauwi mbovu bwana. Msingi hauwi mbovu. Utaalamu wako na nguvu zako zote, kwa sababu elimu yote itabebwa na ule msingi. Kwa hiyo elimu ile msingi hujengwa imara kabisa. Na lazima elimu ya msingi tuijenge imara kabisa. Maliza kwanza msingi kabla hujajenga huku juu. Maliza kwanza, ama sivyo litaanguka jumba lako. Sasa wote hawa wanaokazana tunataka kuongeza secondary ni hawa wanataka kujenga mapaa mazito kabisa, na msingi hakuna, jumba litaanguka. Wamekazana na mapaa tu, paa hapa, kwa sababu paa linaonekana na linabeba vioo na madirisha na taa. Basi wamekazana tu, wanataka kuongeza. Lakini msingi upo. Katika msingi ule na wote wanungunika wasema mwalimu, elimu siku hizi. Hivi nilipokuwa jumbani juzi ndio zana nimesikitika sana. Anija walimu, wanakuta walimu na kaa na wanazungumza na walimu wa elimu msingi. Wanaambia mzee, sio kwamba hatuna madaftari, hatuna kalamu za kutosha, nyumba za walimu hazitoshi, madarasa hatoshi. Anasema safari hii, mmoja niambia mwalimu huyo, safari hii wanafunzi wangu wa darasa la 7 katika kufanya mtihani wao imebidi kila moja anakuja kutoka nyumbani na vigoda viwili. Ndio anakuja na vigoda viwili, kimoja akalie, kimoja aandikie. Na sisi waongozaji wa elimu tupo, lakini tumekazana tunataka kujenga majengo shule mengine 3, mengine 4, mengine 5 katika mikoa, lakini msingi tayari umekamilisha msingi. Tukamilishe elimu ya msingi, elimu namba 1. Kama vifaa vinatosha, walimu wanatosha, mishahara yao mizuri, mazingira yao mazuri, nyumba wanazo, miaka 7 ni muda mzuri sana wa elimu. Si nchi nyingi sana zinatoa elimu ya miaka 7, ni muda mrefu sana. Pili baada ya hapo ni elimu ya kuendeleza hawa. Bado attention kwa Watanzania wote, hapana hawa wachache hawa, bado attention kwa Watanzania wote. Ni elimu ya kuwezesha kufanya kazi, sio kukimbia kazi. Elimu tunayotaka kwa watu hawa ni baada ya hapo, watu wazima hawa. Baada ya hapo elimu wanayotaka ni elimu ya kufanyia kazi, ni elimu ya kufanyia kazi, ni elimu ya ufundi na elimu ya kukomaa kwa mawazo. Elimu ya ufundi na elimu ya kukomaa kwa mawazo, na mawazo yanayoelekea kwenye kazi na kuendesha mazingira yetu. Sasa nasema inayofuata ni ufundi. Nimejitahidi kueleza, tumejitahidi huko nyuma kusisitiza shule za ufundi. Hawataki watu wetu, hasa nyinyi wasimamizi wa elimu, hawataki. Hawazungumzi jambo la shule. Watu wanasema sisi tunataka kuanzisha 3, tunataka kuanzisha 4. Hapana, 3, 4 na michango mingi ni michango ya shule za elimu ya ukimbizi, si elimu ya ufundi ya kuwezesha vijana. Huyu kijana huyu mwenye elimu ambaye akiipata hii, akirudi kwa mama yake anaona mkombozi huyu, kwa sababu ana kazi anaweza kufanya.